huku, tunaenda huku, mtusaidie, mzuie. Nafika mahali mnaandika petition ya kuibana serikali kwenye kutafuta maendeleo ya wananchi. Kweli? Angalieni sana. Mjitafakari mara mbili. Ni madaraka tu hayo mnataka. Ni hiyo Ikulu. Tuna miaka 60 ya uhuru. Marais wameingia 6 hapo. 6 tu, 6. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba pale sio mahali pa kila mtu. Tuko wa Tanzania milioni 60 na tufanye basi hata milioni 5 wana uwezo wa kuingia hapo Ikulu. Tufanye milioni 5 au tufanye basi hata milioni 1. Wako wa Tanzania milioni 1 wana uwezo wa kuiongoza hii taifa. Lakini no, ni 6 tu. Wameingia pale. Kwa hiyo sio sehemu mtaingia tu. Miaka 60 ya uhuru wameingia marais 6 tu. Kwa hivyo ninaomba tu nitumie nafasi hii kwanza kuziomba mamlaka. Hii propaganda ya no reform ni propaganda inayolenga kuzuia mabadiliko katika taifa hili, inayolenga kuzuia maendeleo katika taifa hili, na inalenga kuacha wananchi wa Tanzania wabaki katika maisha ya kudumaa. Kwa hivyo haina maslahi mapana ya taifa hili na haina nia njema kwa taifa letu. Mtu kukataa mabadiliko ni hiari yako. Naomba nieleweke. Wewe kukataa kubadilika ni wewe, na hamna sheria itakayokubana ya kwamba kwa nini hutaki kubadilika, yani kwa nini usibadilike kama uvunji sheria. Lakini kuzuia uchaguzi ni kosa. Ni kosa kisheria kuzuia uchaguzi, kwa sababu uchaguzi sio wa mtu. Na nitaomba mwanasheria mkuu wa serikali waanze kuangalia vitu sasa, yani wakapite kwenye vifungu vya sheria vizuri juu ya maslahi ya taifa letu, juu ya katiba, vipengele matakwa ya kikatiba inakuwaje na mtu anapotaka kuyazuia. Uchaguzi ni wa wananchi, sio hata wa tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi inapewa dhamana ya kusimamia, ya kuendesha, ya kuandaa, regulate. Bwana Watanzania wote hatuwezi tukakaa vikao vya namna bora ya kuendesha uchaguzi au kusimamia au kufanya uratibu 1 2 3 kupeleka maboksi huku na kule. No. Hatuwezi. Tume tunawapa hiyo dhamana. Msimamie uchaguzi. Msajili wa vyama vya siasa amepewa dhamana ya kusimamia sheria zinazoongoza vyama vya siasa. Bunge limepewa dhamana ya kutunga sheria. Mamlaka yote yanatoka kwa wananchi, sisi. Mheshimiwa Rais ndiye tulimweka kutuongoza na kusimamia vyombo vyote ambavyo tumemweka yeye ili aunde vyombo ambavyo vitatusaidia sisi na vitamsaidia yeye kutekeleza yale maslahi mapana ya nchi yetu. Na hata tunavyotekeleza sera yetu ya mambo ya nje ni katika kuilinda sera ya mambo ya ndani na maslahi mapana ya taifa hili, our national interests. Ndio maana sera ya mambo ya nje itabadilika kulingana na maslahi ya taifa. Ila maslahi ya taifa ni maslahi ya wananchi. Na uchaguzi ni wa kwetu sisi wananchi, sio wa chama chochote cha siasa. Sio wa Chadema, sio wa CCM, sio wa TLP,
sio NCCR, sio wa chama chochote cha siasa, sio wa mtu mmoja mmoja binafsi. Tukisema wananchi, ni wananchi. Tofautisha, uchaguzi sio wa kwangu mimi. Wananchi kwa ujumla wetu, uchaguzi ule ni wa kwetu. Wewe unayetaka kuzuia ni kwa maslahi ya nani? Kuzuia uchaguzi ni kosa. Tunapomkumbuka hayati Sheikh Abeid Aman Karume Sheikh Abeid Aman Karume, Tanzania ni serikali na ni dola inayojitegemea kama zilivyo dola nyingine. Ni serikali kama zilivyo serikali nyingine. Mnaenda kutushtakia sisi huko? Kwa hiyo hata tukiwapa nchi, hao ndo mtakuwa mkipanga nao namna ya kutuhudumia sisi, sio sisi tena. Mmetuonyesha dharau ya hali ya juu, mmetuonyesha usaliti wa hali ya juu, na hamlitaki mema taifa hili. Na tuziombe mamlaka zipitie, ziangalie hii propaganda inayoenezwa haina nia njema kwa taifa letu, na viongozi wanaoieneza basi watoke waje waseme hawataki mabadiliko. Kwa sababu gani? Wanaimba hatutaki mabadiliko, hatutaki uchaguzi, hakuna mabadiliko. Sisi tunaimba mabadiliko, tubadilishe hili, tujenge hili, tufanye hili, tuboreshe hili. Wao wanasema hakuna. Wanataka tubaki hivyo hivyo. Wao wanasema hakuna uchaguzi. Paka naogopa kuzungumza hakuna uchaguzi. Na hiyo nimenukua, sio mimi. Lakini hakuna uchaguzi wa wananchi. Unadiriki kutoka hadharani na kusema basi watueleze wamejipangaje kuzuia huo uchaguzi. Kuna njia gani, yani kuna jambo gani nyuma ambapo mpaka watu wanasema hakuna uchaguzi? Vyombo vyetu viingie kazini, vifanyie kazi. Hao watu wanatoa wapi ujasiri? Hakuna uchaguzi. Wananchi tunajipanga kwenda kuchagua viongozi watakaoenda kutuletea maendeleo, na wao ndo wanatakiwa kutupa elimu, waelimishe wananchi viongozi wa aina gani ndo wanafaa, ndio wanaotakiwa. Wao wanasema hakuna uchaguzi. Tulitegemea mikutano hii iliyoruhusiwa, sasa ndo watu wajijenge kisiasa, watoke waambie wananchi, viongozi tukachague viongozi wazalendo, viongozi wenye nidhamu, viongozi wenye mahusiano, wenye kujenga mahusiano mazuri, viongozi wenye kuwatumikia wananchi, viongozi wenye ubunifu, tujifunze. Nasema hakuna uchaguzi. Alafu uchaguzi ni wa kwetu, si wananchi. Na sisi ndo tutakao amua. Sio nyinyi mje mtushawishi. Yaani kwa nini utoke wewe uje kushawishi? Ni kama mfano inakuaje, nitatolea mfano na mtanisamee, au nitatolea mfano mmoja wa COVID. Yaani inakuaje COVID ni ugonjwa ambao ulikuwa unaonekana ni so deadly, unaua sana kiasi kwamba chanjo yake ni lazima ulazimishiwe. Yaani chanjo yake, ugonjwa ambao wewe ukiona chanjo yake ni lazima ulazimishiwe kuitumia. A disease so deadly, for its vaccine it's a must. Yani unalazimishwa kutumia. Kweli kitu cha namna hiyo kuna mtu asiyependa uhai wake kiasi hicho? Vivyo hivyo tunarudi katika uchaguzi wetu. Uchaguzi ni wa Tanzania,
ni nafasi ya Watanzania kwenda kuchagua viongozi wanaowataka, viongozi watakaoenda kuwasaidia kwa sifa na vigezo vilivyowekwa. Ile ni haki ya Watanzania kuendelea kudumisha amani, utulivu wetu katika kuchagua. Na hata vitabu vinatuambia kura huondoa mabishano. Nyie hamtaki. Mtaka tuendelee kubishana. You want to create chaos. Mnataka tuendelee kuvutana. Ndo lengo lenu. Sasa tunajua kutofautisha sasa hivi walio wa kwetu na wale wanaotumika. Lakini tuwaombe tu muache mara moja propaganda hizo, kwa sababu it's not healthy for this nation. Hazina afya kwa taifa hili. Lakini pia na mamlaka ianze kuangalia vizuri hawa watu hawataki mabadiliko, wanataka nini? Hawa watu wanasema hakuna uchaguzi. Uchaguzi haupoje wakati tume inajiandaa kuratibu zoezi la uchaguzi, kwa sababu ni takwa letu sisi wananchi. Amani yetu tutailinda kwa nguvu, tutailinda kwa uzalendo mkubwa sana. Na tunaipenda nchi yetu kuliko kitu kingine chochote. Tunaipenda amani yetu. Yaani kama itatubidi kukaa na shetani kuwa na amani yetu, shetani tutakaa naye, kuliko kukaa na malaika ambaye atatuwekea majambia na mapanga mkononi. Kwa sababu hiyo miujiza yake hata kuwa na mahali pa kuifanya. Kwa hiyo if you see yourself so clean, kijiona ni wasafi sana, basi muanze kutafakari mara mbili usafi wenu ni kwa gharama ya nani? Na malengo yenu ni yapi? Yamkini hata nyie mnafanya mambo ambayo hamjui. Lakini litakapotokea la kutokea, na waambieni hata hao wanaowapa